mfumo. Lakini mimi nakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Pigia Yesu wangu makofi. Mungu ni Mungu anayeweza kujua moto atautoa wapi. Moto ushuke wenyewe. Naamini katika muda mfupi ambao Mungu ametupa kuna kitu Bwana atafanya. Kuna kitu Bwana atafanya. Kuna mtu anaamini aseme amen. Usinitazame sura, tazama matendo. Matendo yangu. Haleluya. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Haleluya. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Mpigie Yesu makofi. Mama. Uwezo wa kukulipa sina. Kwanza ulininyonyesha mama. Naomba Mungu akupe baraka mama. Haleluya. Kumenipa zote mnazifahamu. Hata kama sio leo, kuna siku utafanikiwa na wewe. Amini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Msukuma mkokoteni, kuna siku utaendesha gari lako. Amini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Haleluya, haleluya. Sema amen. Majukumu yananizidi jamani, nachoka. Kazi za ndani haziishi, mke sina. Nimeshapiga deki, nguo zangu zote chafu. Nimemaliza kufua, vyombo vyote ndani vichafu. Maharage yangu maji nimeishiwa. Nimeamini mwanaume bila mke hajakamilika. Haleluya. Sema amen. Sema amen. Endesha pikipiki pole pole, usije kugonga mtoto. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Na nataka tuanze na wimbo mmoja ambao unatukuza Mungu wa madhabahu haya. Amen. Kwa sababu tumesikia matendo makuu ambayo anayatenda Mungu kwenye madhabahu hii. Amen. Amen. Yesu anaponya, Yesu anainua watu katika madhabahu hii. Amen. Sasa huu wimbo unasema Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi. Kama kuna mtu anajua Kigeregere tusaidie.
nimejua yuko. Jamani, Yesu yuko. Ndugu zangu, Yesu yuko. Tunapambana yuko. Nimeona imatema kama kuna mtu anabarikiwa aseme amen. Unapenda Yesu, sema amen. Shetani Yesu yuko.
Yesu yupo. Jamani, Yesu yupo. Haleluya. Makofi kwa Bwana. Sema amen. Sema amen. Tunaenda kuimba wimbo mwingine. Wimbo huu unasema tunapendwa na Mungu. Wangapi wanajua tunapendwa na Mungu? Haleluya. Tutaimba hiyo tupate mapumziko kidogo, lakini tunapendwa na Mungu. Mtikise kidogo jirani yako, mwambie tunapendwa na Mungu. Haleluya. Haleluya. Asante sana. Naomba mkono mwanangu. Gege tabiti yangu. Haya. Ongeza vigele. Gege chapana harusi. Kama unapenda Mungu, inua mkono namna hiyo. Tikisa namna hiyo. Ongeza na huo wa pili, piga makofi ya juu. Geuzieni tena.
Wakati wanasema ni kweli, ni kweli, ni kweli, ni kweli. Makofi, makofi. Ndugu zangu mliopo huku, vigelegele. Naomba ni ukae kidogo tu. Ukae kidogo tu. Kwa sababu hapa yani wote waimbaji. Hebu tujipigie wenyewe makofi. Mimi nimewapenda sana sana. Nimewapenda sana na nisije nikasahau kuwakaribisha Tanzania. Karibuni sana Tanzania. Haleluya. Pigie Yesu wetu makofi. Amen. Amen. Na mmependeza sana. Inawezekana pengine jirani yako amesahau kukuambia. Jirani yako amesahau kukuambia kwamba umependeza sana. Lakini umependeza. Amen. Hallelujah. Ni vizuri kujenga tabia ya ku-appreciate mwingine. Ni nzuri sana. Wala hakuna unachopungukiwa. Kama mtu amependeza, unamwambia umependeza. Kwa sababu hamna utakachopungukiwa. Amen. Na kama mtu anaimba vizuri, ukimappreciate sio mbaya. Unamwambia wewe unaimba vizuri. Pigie Yesu wetu. Hapo sio mimi, nasema huyo jirani yako kama anaimba vizuri. Na hapa sisi tuna praise and worship team. Tuna choir. Amen. Amen. Tuna wale watu wa kupiga ngoma. Tumia nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa sababu ya baba yangu Mchungaji Derek. Amen. Asante sana kunikaribisha baba. Tanzania kuna waimbaji wengi sana. Lakini neema imeniangukia mimi. Amen. Hallelujah. Katika nyimbo tulizoimba wangapi wamebarikiwa nazo? Zipo nyingi kabisa ambazo hatuwezi kuzimaliza kwa leo. Na zipo nyingine ambazo natumia nguvu kidogo. Na zingine umeniona ninaruka. Sio kwamba sasa hivi siruki au nimezeka, hapana, bado naruka. Haleluya. Naruka vizuri tu. Na siku nyingine nafikiri tutacheza zaidi
Nafikiri siku nikija inawezekana kwa ni mkutano wa nje, pengine hatutakuwa ndani. Kwa hiyo tunakuwa huru zaidi kuweza kufanya yale yote ambayo Bwana anatuwezesha. Amen. Lakini kuna nyimbo nyingine tukiimba hapa ndani tutachemka sana. Yani nguo zitaloa kweli kweli. Kwa hiyo tunachagua zile zinazofanana na hapa ndani. Pigie Yesu wetu makofi. Unaona maandiko yanasema Isaka akamwita Yakobo, akamwita Esau ili ambariki. Hakumpa hela, hakumpa ng'ombe, hakumpa chochote. Kuna maneno tu aliyasema, alimsemea maneno. Amen. Amen. Alafu kaisha. Japokuwa hakupewa yeye kutokana na kwamba mwenzake alimuwahi Yakobo, lakini hata Yakobo hakupewa pesa. Aliambiwa tu 1, 2, 3 na kutamkiwa namna hiyo. Mambo yakawa. Amen. Kama tuko pamoja, mpigie Yesu wetu. Na hata mtu anayekulaani hakuvalishi nguo mbaya wala hakupaki matope, anakuacha umependeza, ila unaondoka ukiwa umelaaniwa. Yaani unakuwa umependeza safi lakini umelaaniwa. Watu wengi hawajui mtu aliyelaaniwa anakuaje, au mtu ambaye laana inafanya kazi juu yake inakuaje. Amen. 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 Lakini ukitaka kuielewa hii habari ya laana, ninaipenda sana, utasoma kitabu cha Samueli wa kwanza. Hiyo hatusomi leo. Amen. Labda kama utaandika tu. Amen. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Ninakupa kazi ya kusoma vizuri. Unajua ukipewa mstari mmoja unakuwa mvivu kusoma. Soma hiyo Samueli wa kwanza 17 yote. Samueli wa kwanza 17 yote. Nenda Samueli wa kwanza 18, soma yote. Utapata habari ya vita vya Daudi na Goliati hapo, na story yote ya Daudi. Mpigie Yesu wetu makofi. Lakini nimekwambia sitasoma leo hiyo, ila nitagusa pointi moja tu, ambayo ni wakati Goliati na Daudi wamekutana. Yako mengi, lakini kwa sababu ya muda, hebu tuguse. Natafuta tu laana. Natafuta laana. Haleluya. Wakati Goliati na Daudi wametazamana, wanataka kupigana, yani wamejiandaa kupigana. Kuna siri imejificha pale. Nimekupa homework, utaenda kuisoma kwa urefu, lakini naigusa kisha tunaondoka hapo. Amen. Amen. Kuna siri imejificha pale. Maana Goliati alikuwa ni jitu. Ni jitu, alizaliwa tofauti, mrefu, alafu pia ana mafunzo ya kijeshi. Anajiamini. Leo anakutana na mtoto kijana tu. Kijana mdogo ambaye hana hata mafunzo ya kijeshi. Kuna siri nataka nikupe hapa. Biblia inasema baada ya Goliati kumuona Daudi, hivi wale ambao mko nyuma huko tuko pamoja? Baada ya Goliati kumuona Daudi, Biblia inasema kitu cha kwanza alimdharau. Akamdharau kwa sababu ni kijana tu mwekundu. Biblia inasema akamdharau. Lakini ukiendelea kusoma unashangaa, Biblia inasema Goliati pamoja na kwamba alimdharau Daudi, lakini hakupigana naye bila kuongea na miungu yake. Hakupigana na Daudi pamoja na kwamba amemdharau, lakini hakuanza vita kabla
hajaongea na miungu yake. Biblia inasema Goliath akamlaani Daudi kwa miungu yake. Akamlaani Daudi kwa miungu yake. Yaani kabla hawajapigana. Pamoja na kwamba Goliath alikuwa upande wa maadui, lakini kuna kitu cha kujifunza kwa Goliath. Nikaja kugundua kumbe wote ambao waliwahi kupigana na Goliath miaka ya nyuma kabla hajapigana na Daudi walikuwa wanakosea namna ya kupigana naye. Walikuwa wanajiandaa kupigana kwa nguvu kwa sababu lile ni jitu kubwa, kwa hiyo wanadhani linakuja kwa kutumia nguvu. Kumbe lenyewe alitegemea mwili wake, lina akili pamoja na mwili wake pamoja na nini, lakini kabla halijapigana na wewe kwanza linakulaani kwa miungu yake. Kama unanielewa mpigie Yesu. Pamoja na kwamba Goliath alikuwa na nguvu, lakini alikuwa apigani na wewe kwanza kabla hajakulaani. Alikuwa anataka apigane na wewe ukiwa umeshalaaniwa. Anajua kwa nini Goliath alikuwa anakulaani kwanza, au anamlaani kwanza adui yake. Anamlaani kwanza adui yake kwa sababu anajua ukiwa na laana, chochote unachokifanya kinakuwa ni bahati mbaya. Ukishalaaniwa, laana ikiwa juu yako, chochote unachokifanya inakuwa ni bahati mbaya. Utaona maandiko yanasema Goliath akamlaani Daudi kwa miungu yake. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba wote aliowahi kupigana nao miaka ya nyuma alikuwa na walaani, walikuwa wanapigana naye wakiwa wamelaaniwa bila wao kujua. Ongeza makofi nisaidie mchungaji. Kama unapenda Yesu sema amen. Kama unapenda Yesu sema amen. Hawa watumishi wa Mungu wakasema Mwaitege ukiimba usimalizie tu kuimba, zungumza kitu, na ndio nazungumza. Amen. Kwa sababu wao waliamini kwamba watoto wao kuna kitu watapokea. Ninaamini mtapokea kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu sema amen. Kwa hiyo Goliath alikuwa akipigana na adui, anamlaani kwanza. Sasa sikiliza, mtu aliyelaaniwa yuko hivi. Kama Goliath akirusha mkuki, wakati mkuki uko hewani, yule kule tayari amelaaniwa. Kwa sababu laana iko juu yake, mkuki unapoenda ndipo anapokimbilia aliyelaaniwa. Ananielewa? Piga makofi. Hii ndio mbinu ambayo ilikuwa inamsaidia Goliath. Alikuwa anakulaani kwanza. Anakulaani kwanza. Ukiwa na laana, ile gari ikiwa imeferi breki, itakapoangukia wewe ndio unakimbia kwenda kujificha, unatulia pale unaisubiri kukandamiza. Kwa sababu laana ipo juu ya mtu. Goliath alikuwa anamlaani kwanza anayepigana naye, ili hata akitupa ngumi kule unapokuepea, yani unafuata mkono, unaufuata mkono ndio unakutana na unapeleka meno. Maandiko nakupa appetite. Na usizani huo mstari si ukumbuki, na ukumbuka ninasoma sana hiyo sehemu na ikumbuka sana, lakini kuna shida moja kwa Wapentekosti wa miaka hii, hawasomi maandiko. Ukitaka wasome maandiko baba, usiwaambie hata mstari, wape homework wakautafute.
Nenda kwenye kitabu cha Samueli 17, soma yote. Pigia Yesu wangu makofi. Haleluya kanisa. Haleluya. 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 Kigelegele cha Yesu. Maandiko yanasema ili Goliati apigane na wewe kwa urahisi, alikuwa anakulaani kwanza. Hapo mbele yako kunaweza kukawa na shimo kwa sababu laana iko mbele. Uliona Goliati kabla hajapigana na wewe anashangaa umeshajitumbukiza shimoni. Umekufa tayari. Kwa hiyo Goliati anaonekana anashinda, alikuwa anashinda vita. Leo akakutana na mtu ambaye na yeye ni Pentecost. Ongeza makofi kwa Yesu wetu. Watu wengi hawajaifuatilia vizuri hii story ya Daudi. Na mimi nimekupa homework. Ukatulie nyumbani, unyamazishe watoto au uwaambie wakacheze nje ili uipate. Mpigie Yesu wako. Ile nilichokusaidia tu angalau nimekupeleka kwenye eneo la tukio. Ni Samueli wa kwanza 17. Soma yote. Amen. Biblia inasema Goliath alipomaliza kumlaani Daudi, akijua kwamba anapigana kama wengine aliowahi kupigana nao, kumbe anapigana na mtumishi wa Mungu. Daudi naye akaanza kutamka maneno kuharibu nguvu ya miungu. Utaona Daudi hakukimbilia tu kurusha jiwe. Alisema wewe unanijia mimi kwa mkuki na fumo, lakini mimi nakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Pigia Yesu wangu makofi. Hakusema ninakujia wewe na jiwe. Akasema ninakujia wewe unajifanya kupigana vita vyako katika ulimwengu wa roho. Nimekugundua na mimi nazama katika ulimwengu wa roho. Tukutanishe Mungu wetu tuone Mungu mwenye nguvu. Ongeza makofi tena kwa Yesu. Sema amen. Sema amen. Sikiza jirani yako mwambie jifunze kupigana katika roho. Mwambie tena usiende kichwa. Utapigwa. Sema amen. Siku hazifanani wapendwa. Leo amekuja baraza wazee wamemletea mhubiri kwenu ambaye huelewi hata ameanza kuhubiri au nini. Ila ndio tunaelekea mwishoni hapa. Ndio tunaenda kumaliza. Haleluya. Pigia Yesu wetu. Haleluya. Daudi hakuishia tu kusema ninakujia kwa jina la Bwana, lakini aliongeza neno lingine kubwa. Akasema leo hii Mungu wangu atakuua wewe mikononi mwangu. Utakapokuwa unaendelea kusoma utayakumbuka haya maneno ninayosema. Utaona yanaenda vile vile yalivyoandikwa. Amen. Biblia inasema Daudi akaongeza akasema Mungu sitakuua mimi. Akasema sitakuua mimi. Mungu atakuua wewe mikononi mwangu. Mimi sijui unashughulika vipi na tatizo lililopo ofisini kwako, huko kazini kwako. Sijui unashughulika vipi. Lakini utapata ufunuo leo namna ya kuyafesi matatizo yaliyopo kazini kwako.
unatakiwa ubadilishe namna ya kuefesi matatizo yaliyopo kwenye biashara yako. Wenzako, wafanya biashara wenzako wale ni wajanja, hawaangalii tu nguo nzuri, wanaenda kwanza katika ulimwengu wa roho, alafu ndio anaweka nguo. Wewe unaweka tu nguo na wataipenda, wataipenda, hawaipendi sasa. Kwa sababu wewe unapigana tu katika mwili. Daudi hakupigana katika mwili. Daudi akasema Mungu Mungu ninayemwabudu atakuua wewe mikononi mwangu. Alafu huwa nacheka hata nikiwa nasoma. Ukifuata mstari unaofuata anasema na mimi nitakupiga. Yaani nitakupiga ukiwa umekufa. Ongeza makofi ya Yesu. Haleluya. 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 Kuna mtu anapata kitu hapo? Yes. Anaanza kwanza anasema nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Alafu anasema leo hii Mungu atakuua wewe mikononi mwangu. Alafu chini anasema mimi nitakupiga na kukiondoa kichwa chako. Nitakupiga ukiwa umekufa. Mungu akiwa ameshakuua, mimi ndio nakuja na kupiga. Nasema nami nitawapa ndege wa mwituni kama yako. Na hayo maneno yakatimia dakika chache tu ambazo zilikuwa hapo. Ukijiweka katika roho kule ofisini kwako kutakaa sawa bila wewe kutumia nguvu. Na utaona pale ukiendelea kusoma kweli huku alikuwa amebeba mawe 5. Haleluya. Kwenye mfuko wake alibeba mawe 5. Kwa wataalamu wa kupigana kama wapo hapa, najua mpo wengi wataalamu wa kupigana. Hata hizi ngumi za kawaida. Hata ngumi za kawaida tu. Kuna ile ngumi ya kwanza kabla hamjachanganya, unamrushia mwenzako umuone tu anasimama vipi. Hiyo yani hujamaanisha. Amen. Hujamaanisha, unataka tu ujue huyu mnayecheza naye kwanza ngumi anajua, kwa sababu mtu ambaye amejifunza ngumi mkikorofishana namna tu utakavyosimama akikushtua tu na maji, anajua huyu kafanya mazoezi au huyu anategemea nguvu ya kijijini kwao. Pigia Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mtu ambaye anajua kupigana, zile ngumi za kwanza hapigi zile za nguvu, zile anaziweka akiba, anapiga tuta kwa kushtua. Anakuangalia anaona hapa nina kazi. Huyu anaonekana na yeye anajua. Sasa haya mawe 5, Daudi naye alichukua lile jiwe la kwanza, lilikuwa ni la kumwangalia anakwepaje. Haleluya. Yaani lile lilikuwa sio la kumuua. Pigia Yesu wangu. Ongeza tena makofi kwa Yesu. Yaani alikuwa anarusha lile, angalia jamaa anajaribisha, alafu la pili ataangalia ndio anakwenda hivi, kwa akajua kwenye la 4 au la 5 ndio litakalo mmaliza. Sasa akaona arushe kwanza lile la kujaribishia. Sasa kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho kama mambo yameisha, hilo la kujaribishia ndio nikamuua. Pigia Yesu wangu makofi. Sema amen. Sema amen. Na Biblia utakapoendelea kusoma pale, Biblia inasema lile jiwe likamuingia. Hivi unajua spidi gani? Lile jiwe halina ncha. Lile jiwe sio risasi, ni jiwe. Lakini lilienda kwa spidi kiasi gani mpaka likapiga, baada ya kudondoka likaingia. Jamani, acheni Mungu aitwe Mungu. Mpigie makofi. Pigie makofi.
ya risasi. Lakini somo hapa tunalolipata, kupigana vita katika ulimwengu wa roho. Ndio maana utaona mzee naambia samani na safari sijui naenda kazini, wanakuambia uje tukuombe au ngoja tuombe hapo hapo kwenye simu, ngoja tuombe. Wazee wanajua issue sio vyeti vyako vizuri, issue sio uzoefu wako. Lazima kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho. Ni nani ambaye huwa anatusaidia kusoma? Basi maana watasema Samaitege unaondoka hata andiko hatujasoma. Tusome andiko Waamuzi. Hebu tuanze na mstari wa 30. Kitabu cha Waamuzi 18 mstari wa 30 twende. Kitabu cha Waamuzi mlango 18 mstari wa 30. Kisha wana wa Dani wakajisimamisha hiyo sanamu ya kuchonga. Na Yonathani mwana wa Geshomu, mwana wa Musa, yeye na wanawe walikuwa ni makuhani katika kabila ya Wadani hata siku ya kuchukuliwa mateka hiyo nchi 31. Basi wakajisimamishia hiyo sanamu ya kuchonga aliyoifanya Mika. Asante sana mama. Bwana bariki neno. Amen. Kumbe tunatakiwa tuseme Bwana bariki neno. Hebu tuseme wote Bwana bariki neno. Wakajisimamishia sanamu. Amen. Unajua wapendwa, sisi tukiambiwa hapa tunaabudu sanamu au mtu fulani unaabudu sanamu, jamani, unaweza ukasema sijawahi toka nimezaliwa. Lakini kuna namna unaweza ukawa katika ofisi, kuna namna unaweza ukawa kazini ukajikuta unaabudu sanamu bila wewe kujua. Mara nyingine wachumba wengine hata kwa binti zetu, jamani, mabinti zangu Mungu awatie nguvu. Kuna mchumba mwingine anakuwa kama sanamu. Kuna vitu fulani anakuamrisha mpaka vinaingilia hata kwenye madhabahu. Sijui apime unyenyekevu, sijui apime nini, namna yani mpaka unajiuliza. Anatoa amri kwa sababu umekuwa mchumba wangu, sasa sipendi kwenye kwaya, sijui kunafanyaje, sijui nimesikia unatakiwa uache kwaya. Unatakiwa ujiulize, kuna kwaya hapa baba? Inatakiwa uache kwaya. Hivi kama huyu ana uwezo kuacha anachokifanya madhabahuni, na yeye ndio anasoro na tunabarikiwa naye, lakini akamheshimu mchumba kwa sababu zisizo za msingi akaacha kwaya, ameabudu hajaabudu wapi? Ni sikatai, inaweza zikawepo sababu za msingi anazokuambia uache kwaya. Amen. Zinaweza kuwepo sababu za msingi. Lakini zipo sababu nyingine ambazo ukitii haifanani na utii, inafanana na sanamu, kuiabudu sanamu. Kuna mambo bosi anayasema ambayo yanaingiliana, unaabudu sanamu, lakini ipo sanamu moja mbaya sana ambayo inatusumbua, ni katika vipato vyetu. Tunaiabudu katika vipato vyetu. Wapendwa, shilingi 1000 usinione mimi hapa ukajua naimba tu. Mimi kuna namna katika ulimwengu wa roho kuepuka kuabudu sanamu. Nimekuwa nikitoa fungu la 10. Mafungu mengine ya 10 nimeyatoa kwa maumivu sana. Nimetoa kwa maumivu sana. Mimi nakumbuka kipindi wakati tunatoa hizi utamtambuaje kama nimeokoka. Wapendwa, wakati tunatoa utamtambuaje kama nimeokoka, ilipotoka albamu yangu alinunua Muhindi pale Tanzania, akanipa hela nyingi. Aliponipa hela nyingi, nikapiga hesabu kwamba fungu la 10 katika hela hizi ni hii. Wapendwa, ilibidi nibebe kwenye boksi kumpelekea mchungaji hela.
Kipindi kile niliona kama nimetoa hela nyingi na ikaniuma sana. Lakini namshukuru Mungu, sikukubali kwenda kwenye hiyo sanamu waliochonga, kwa sababu kama wewe huleti fungu la 10 kwenye madhabahu hii, kuna sanamu umechonga ambayo inakula fungu lako la 10 bila wewe kujua. Nikaipeleka mchungaji, aliniombea. Unajua kutokana na hela ilivyo nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijawahi kumsikia yule baba. Unajua alikuwa ananishika kichwa na kinanina lakini. Inua mikono juu, mpigie Yesu. Sema tena amen. Lakini kila ninapotembea, ninapopata mialiko mikubwa, naisikia tena ile sauti na nasikia kichwa kama bado kinatikiswa na yule. Ile sadaka, wapendwa, mimi naamini ndio inayonena mpaka leo. Kwa sababu unaweza ukajiuliza waimbaji wangapi? Kwanza wenyewe hapa wengine ni watoto wangu kabisa wa kuwazaa. Wewe fikiria utanitambuaje na miaka 20 sasa hivi uko sokoni? Si mabinti wengi wa miaka 20 wapo hapa. Utanitambuaje? Lakini mpaka leo naimba. Ulikuwa hujaanza class 1, umemaliza na sasa hivi naimba na naruka. Unajua? Unajua siwezi. Naweza. Naruka mpaka leo. Lakini ni mzee wa 50, haleluya. Pigia Yesu wangu makofi. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na Yesu. Amen. Nikaitoa na mpaka leo nikija huku nikipata mwaliko natoa. Sasa hivi ni mchungaji na nina makanisa, sio kanisa moja, lakini natoa. Kwa sababu nawaza kuna waimbaji tulianza wote kuimba, sasa hivi hawasikiki. Mimi nasikika, mimi nani? Na gundua sio nguvu zangu. Wapendwa, kuna hela fulani unaweza kaiona nyingi sana kutoa, lakini kumbe ndio inakuharibia. Ndio inakuharibia. Ndio inakuharibia. Kiona hutoi madhabahuni, ujue kuna sanamu ambayo unapeleka sadaka bila wewe kujua. Unaweza hapo ulitakiwa utoe 2000, wewe labda kwenye hela yako fungu la 10 linafaa utoe shilingi 2000, umeibana, umekuja umeleta shilingi 200. Yaani katika shilingi 2000 umeiba 18,000. Umeleta shilingi 200. Amen. Amen. Umeiweka kwa sababu unataka uonekane na wewe upo katika walioleta tithe. Haleluya. Lakini Mungu aonaye sirini anakuona. Sikiliza, haya maneno pengine lazima ungekaa na mimi Mwitege, hebu tupe siri ya mafanikio yako. Ndio natoa siri hivi jamani. Mimi ndio siri yangu hiyo. Ni ngumu kwako, pole, lakini mimi ndio sasa sina namna ya kukuambia kitu kingine. Mimi siri yangu ni kutoa. Kwa sababu najijua kwamba ningepotea. Kuna naona huko TikTok watu wanafanya challenge za nyimbo zangu. Na nyimbo mpya zipo nyingi. Si watu mnaona TikTok, si ndio? Zipo nyingi. Kumbe ni Mungu anatoa sadaka. Kuna watu wengine wakasema, sasa mnaona watu wa Mwitege, wewe unatakiwa wewe huko TikTok ndio ujae kwa sababu hao wanapata pesa. Kumbe wenyewe wajui mimi napata pesa zaidi ya wale. Yaani mtu akifanya ting akijirusha ni mama, na kuna mama mmoja akajirusha kama mimi. Sasa yule mama anaweza kanipa mialiko hata 5 bila yeye kujua. Yaani kuna mtu mwingine anaangalia tu, afu jamani, si tungemwalika huyu. Kwa hiyo akisema hivyo, mimi nakuja napata pesa
usingeipata TikTok. Kuna mtu ameelewa nguvu ya sadaka? Mlevo, tusomee sasa andiko la mwisho tena, Wafalme. Siri iko kwenye kutoa. Na wewe kwa bahati mbaya, wewe unadhani wenzako unaofanya nao biashara hawatoi, hawasali. Mimi nasali ndio ninayetoa. Sikiliza mpendwa, wale wenzako wanatoa, ila wanatoa kwa mizimu. Na ndio maana kwako wanakuwa na nguvu, kwa sababu wewe huna Mungu ambaye anasimama, yani unayetoa dhabihu. Unajua tofauti na sadaka ya ujenzi na sadaka la fungu la 10. Watu wengi wanachanganya sadaka ya ujenzi na sadaka ya fungu la 10. Wanachanganya tununue speaker. Mimi natoa sana, mbona nilichangia? Wapendwa, sadaka ambayo inatajwa toka zamani za kina Ibrahim ni sadaka ya fungu la 10. Amen. Sio ya kununua speaker. Usije ukajifariji, mbona kwenye kuchangia speaker? Mbona usije huko kote ni nyongeza. Lakini sadaka ambayo hata huwa inamtambulisha mtu kwamba ni mshirika, anafaa kuzikwa na heshima zote za kanisa, ni fungu la 10. Pigie Yesu wangu. Jamani, samahani kwa kuwakwaza jamani, lakini ndio nawapenda hivyo. Ipokee hata kama chungu. Mpigie Yesu wangu makofi. Haleluya. Haleluya. Wafalme 18 na yenyewe. Wafalme 18:36. Wafalme wa kwanza. Nilitoa nikanunua. Unaona lile tunawekea maji, ni mimi nilinunua. Kweli ulinunua, lakini kama utoe fungu la 10 ni tofauti. Na watu wengine ambao sisi hatuna uwezo, huwa tunajichanganya kwamba wanatoa wale ambao wako kazini. Hapana, hata kama mimi Mwaitege nikikuita saa hizi nikwambie chukua hii shilingi 1000, nakupa bure. Kama wewe ni mtu unataka mtu mwingine tena akuite akupe tena nyingine, toa 1000 toa 100, weka fungu la 10. Atatokea mwingine tena atakuita atakupa. Lakini nikikupa ukila yote, basi utakuwa unasimulia tu, Mwaitege aliwahi kunipa, lakini kwanza siku hiyo kuna mtu mwingine aliwahi kunipa. Jamani, kuna mtu anaelewa? Niweke sawa hii baba, kwa sababu watu wengine huwa wanasema sisi tuna uwezo mdogo. Fungu la 10 lenyewe linaanzia 100. Mtu aone uaminifu. Kuanzia 100. 36. Wafalme wa kwanza 18:36. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu, yani dhabihu wapendwa, ndio fungu la 10 linaloonekana mbele za Bwana. Huwezi ukasema dhabihu kwa kununua tenki lile la maji useme eti nimetoa dhabihu tukanunua tenki la maji. Unachanganya. Nimetoa dhabihu tukanunua speaker. Nimetoa dhabihu tukanunua mabati. Hapana. Yes. Hapa hii Wafalme wapendwa, hapa ilikuwa ni issue. Kaa kidogo mama niwape picha, unajua tutasoma kwa fupi na hiyo ni hadithi ndefu. Hapa ni kipindi ambacho Mfalme Ahabu anatawala. Na Yezebeli mke wake ni mkatili. Manabii kipindi hicho walikuwa kwenye wakati mgumu. Na manabii wa Baali walikuwa wana nguvu sana kipindi hiki. Manabii wa Baali wanadanganya watu, Baali ana nguvu, Baali ndio Mungu, Baali ndio Mungu, Baali ndio Mungu. Elia akakasirika. Nabii mtumishi wa Mungu Elia, hasira ya Bwana ikawaka ndani yake. Akaangalia hao watu jeuri yao ni nini? Ni kula. Wakishiba, unajua sisi tukishiba hapa wapendwa, ndio maana kunakuwa na miendo tofauti. Mtu mwingine unakuta anatembea, alafu anasema mimi ndio nilivyo. Unakuta anatembea. Unaona? Ukimwambia huo mwendo gani, akamwambia mimi ndio nilivyozaliwa. Unajua hapo kala ugali na maharage kashiba.
Sasa mtumishi wa Mungu Elia akawapigia hesabu, akaona hawa watu shibe ndio inayowaletea jeuri, wanaenda kumwabudu Baali. Akawasiliana na Jehova, ninaomba Bwana, hii mvua inayoleta mahindi, inayoleta maharage, yanawapa watu jeuri, stop. Stop. Alafu anamwambia Mungu, mpaka nitakapokuambia. Pigie Yesu. Na Mungu akasikia. Kukawa hakuna mvua. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, watu wamenyoka. Ukikutana na yule jamaa aliyekuwa anatembea hivi, unashangaa anatembea, utafikia ameokoka miaka mingi kweli. Sasa huko kote tumeacha. Kama nilivyokuambia, kuna siku pengine Mungu atatupa neema, tutakuwa na muda mzuri. Sasa hapa niko kwenye kipindi ambacho Elia anakaribia kuirudisha mvua sasa. Amen. Amen. Anakaribia sasa, miaka imepita, watu wamekufa, wanyama wamekufa, Elia amekuja kujionyesha sasa kwa Ahabu. Amekuja kujionyesha, na Biblia inasema Elia alipotokea, Ahabu alipomwona mfalme akamwambia, ni wewe mtaabishaji wa Israeli? Elia akamjibu kwa ujasiri akamwambia, sio mimi mtaabishaji, ila ni wewe na nyumba yako, mmemkosea Mungu, mmeenda tofauti. Pigia Yesu wangu makofi. Yaani wewe ukikutana na mimi mtumishi wa Mungu unasema, ni wewe mtumishi wa Mungu unayesababisha matatizo nyumbani mwangu, nakwambia sio mimi, ni wewe na nyumba yako, maana mtoe fungu la 10. Pigia Yesu wangu makofi kabisa. Haleluya. Ongeza tena makofi kwa Yesu. Elia akamwambia, ni wewe na nyumba yako. Ahabu akawa mpole. Huyo kumbuka ni mfalme huyo. Yaani kwa kipindi hiki tunasema amekutana na Ruto. Haleluya. Haleluya. Kwa kipindi hiki amekutana na rais wa nchi. Alafu sasa anamwambia, sasa nifanyeje? Elia akamwambia, nikusanyie watu. Kusanya watu wote. Ukusanye wanaoabudu sanamu kule Baali, uwalete na wengine watazamaji. Wawe hapa. Alafu mimi nitaomba na wenyewe waombe. Leo tunataka tujue Mungu wa kweli ni yupi. Haleluya. 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 Mfalme akamtii mchungaji Derek. Yes. Maana kwa sasa hivi Elia hayupo hapa. Hapa yupo Derek. Amen. Kwa hiyo Elia ambaye anawakilishwa na Derek leo, watu wakakusanya. Alafu akawaambia manabii wa Baali, kwa kuwa nyinyi mko wengi, anzeni nyinyi. Lakini mambo yalikuwa hivi, sadaka. Kabla hawajaomba walifanya sadaka. Ila wewe unakuja bila sadaka. Yaani umemzoea Mungu. Haleluya. Unajua hata kama yanachoma, lakini kuna wengine ni watiifu. Wanahisi wanahudumiwa. Hebu nione kama kuna watu. Biblia inasema tuletewe ng'ombe wawili. Kipindi hicho hao ng'ombe wawili ni kipindi cha njaa. Yaani kuwapata hao ng'ombe wawili wana thamani balaa. Wachinjwe. Wao wamwandae kwa wakawekwa hapo. Wakawaambia, mkishamwandaa msitumie kiberiti wala msitumie chochote. Kila mtu aombe Mungu. Mungu ni Mungu anayeweza kujua moto atautoa wapi. Moto ushuke wenyewe. Jamani, tumekubaliana. Wakasema hilo watu wote, utakapokuwa unasoma tunaona watu wakasema neno hilo ni zuri. Neno hilo ni zuri. Haya, sawa. Akasema sijamaliza Elia. Akasema sijamaliza. Ikiwa moto utagoma kushuka kwangu, mnitoe kichwa.
utagoma kushuka kwenu, mimi peke yangu na watoa nyinyi wote vichwa. Rais, upo kwenye makubaliano haya? Rais akaandaa idara ya usalama, majeshi, polisi, wote wakawa wako macho hapo, na wale wanaojua upelelezi vizuri kuangalia kwamba kuna mtu asije akawasha kamoto kakatupia kwa nani. Hakuna, watu wako makini. Wewe watu wa State House wako hapo, utawasha moto kisirisiri? Sema twende. Adhani wakaomba. Biblia inasema hakukuwa na sauti wala dalili. Wakaomba. Ndio Elia akaja akawazi yake akasema, jamani, ombeni, labda Mungu wenu ana wageni anaongea nao, au pengine amelala sharti amshwe, au pengine amesafiri. Wakaanza kujikatakata na nini, na nyembe. Wanajikatakata na nyembe maana yake nini? Wametoa sadaka ya damu pale, lakini bado wanaongezea na damu za kwao. Yaani huyo Mungu anayependa damu aone angalau basi, kama hajaona ya ng'ombe aone basi hii. Barikiwa asubuhi ya leo, piga makofi. Sema amen. Watu wote wakawa damu tupu, lakini hakuna kitu. Alafu wakakata tamaa. Elia akamwambia, mmechoka, mmeshindwa, tulia. Akaita watu, nikaribieni mimi. Sasa ndio ikawa zamu ya Elia. Pigie Yesu wako. Kuna mtu anafunguka kwenye eneo la sadaka, naona nione mkono. Punga tu mkono. Hata kama ulikuwa unatoa, lakini utatoa zaidi. Punga mkono namna hiyo. Na hasa sadaka ya fungu la 10. Mapepo hayawezi kukuzuia wewe kuja kutuza waimbaji hapa. Haleluya. Sijawashukuru wale mlionituza jamani, asanteni sana. Haleluya. Haleluya. Lakini kuja kutuza waimbaji hapa ni rahisi kwa sababu si watu wanaona. Kwa hiyo unajua kabisa yule binti ninayempenda anaona kule. Unakuja unaina nini namna hii. Kwa hiyo sio kwa Mungu, ila unamwonyesha yule binti yako kule. Alafu unakuja unaitoa na hiyo ni rahisi. Alafu mchungaji unaweza ukasema, jamani hatuna gitaa, tunaomba mtu atununulie. Mtu mmoja tu anainuka. Kwa sababu kuna familia fulani anataka wamkubali wamwachie binti yao aweze kuomba. Unajua huo ndio urahisi wa kutoa hizi sadaka za kuonekana. Sasa fungu la 10 halionekani. Ndio maana ni sadaka ngumu. Mpigie Yesu makofi. Fungu la 10 inakuwa siri yako na mchungaji sasa. Mtu anasema natoa hela yote hii, alafu hakuna mtu anayejua. Wangapi wameelewa ugumu wa fungu la 10? Kile kitendo cha kwamba ni siri. Lakini kama wewe unajua vita vya ulimwengu wa roho, hata kwenye siri utaitoa, maana wewe faida zake nazo zitakuja kwa siri. Watu watakuwa wanashangaa tu, ameanza kwenda Ulaya, ameanza kwenda Ulaya. Ukianza kuwasimulia sasa jinsi ulivyokutana na huyo mtu anayekupeleka Ulaya, unamwambia, utashangaa unasema, yani mimi nilikuwa nafika matatu ndio nataka kuondoka. Sasa mimi nafika nikaona mtu amedondosha begi. Nikachukua ile begi, nikakimbiza, nikampa. Yule mtu akasimamisha matatu akasema nishushe nizungumze na huyo mtu aliyeniletea begi. Ndio tukafahamiana hivyo mpaka leo ananipeleka Ulaya. Amen. Ndio miujiza ya Mungu inayokuja. Sema amen. Pokea bahati maana hujalaaniwa. Wewe hujalaaniwa, pokea bahati kwa jina la Yesu. Kutana na mtu ambaye atakuwa chanzo cha baraka zako kwa jina la Yesu. Kutana na mtu ambaye atakuwa chanzo cha wewe kwenda Ulaya kwa jina la Yesu. Kutana na mtu atakayekuwa chanzo cha wewe kufungua kampuni kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amen.
ubarikiwe. Karibu sana. Wale hawasali lakini wanatoa sadaka. Wanatoa sadaka. Wanatoa sadaka. Sasa wewe kwenye mizimu hutoi, kwa Mungu hutoi. Upo hapa katikati. Unabaki tu, unajua wengine hawa wanatoa makafara hawa. Ndio maana wanafanikiwa, hamna kitu wanafanikiwa. Sasa na wewe umepewa madhabahu, toa kafara zako, kwa sababu kafara sio lazima uchinje, hata 1000 inaweza kawa kafara. Kafara yako Mungu amekuandalia madhabahu. Hapa Elisha akachinja ile, akachukua mawe 12. Wenyewe wakazani anabeba mawe ili mradi, kumbe anahesabu makabila ya Israeli, makabila 12 akayapanga kwenye madhabahu. Haleluya. Afa akachimba mifereji pale, akasema mwageni maji. Watu wanaangalia tu pale. Akasema mwageni mapipa 4. Wakamwaga mapipa 4. Akasema ongezeni 4. Ongezeni tena 4. Tayari akawa tena 12, na yenyewe mapipa nayo yanazungumza kitu kuhusiana na Israeli. Kwa hiyo wenyewe wanasubiri aombe, kumbe mwenzao tayari pale ameshaanza maombi kwa vitendo. Alafu baada ya kuandaa sadaka yake vizuri, soma tu mtumishi wa Mungu atasema mimi story zangu zote. Wafalme wa kwanza 18:36. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia, akasema, Bwana. Sasa baada ya kumaliza yote haya, akaanza kumwambia Mungu, Bwana, au watu wanatamani urudi anzia 31 ili waone na haya mambo mengine. Anzia 31. Elia akatoa mawe 12. Ndio nitaka uisikie hiyo, usije ukasema story yangu. Haleluya. Haleluya. Soma mlembo. Kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, mawe 12 kwa hesabu za kabila za wana wa Yakobo. Aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Haleluya. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Amen. Akafanya mfereji kama wa vipimo viwili kwa mbegu, ukizunguka madhabahu. Kisha akazipaka zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande. Yaani hapo hivyo vipande ndio wewe unahesabu zile 1000 huko nyumbani kwako. Ndio unamkata ng'ombe hapo. Au unahesabu zile 1000 au unahesabu zile 100. Wewe mwenye uwezo wa 100 unahesabu 100. Bila unapohesabu 100 kwamba sasa hapa katika hizi 100 fungu la 10 ni ngapi? Ujue unamkatakata ng'ombe. Mwambie jirani yako mkatekate ng'ombe. Kuna mtu anaelewa? Akamkatakata ng'ombe. Sisi sio wafugaji. Sisi tutapata wapi ng'ombe wa kumkatakata? Sisi tunaikatakata 1000. Sisi tunaikatakata 100,000. Sisi tunaikatakata milioni. Mungu anakuangalia unapokatakata 100, anakupa 1000. Anakuangalia unapoikatakata, anakupa 5000. Anaangalia unapozikatakata, anakupa 10,000. Anaangalia unapokatakata bado umekuwa mwaminifu pamoja na kwamba sasa zinaanza kuwa nyingi, anakupa 50,000. Anaangalia unapokatakata, anakupa 100,000. Anaona unakatakata yule ng'ombe, anakupa 200,000. Anaona bado unakuwa mwaminifu, maana zinapoendelea zinaanza sasa kuwa nyingi za kukuchanganya. Siku moja anakusurprise tu na kamilioni. Anashangaa hata kusalimia watu utapa. Anakurudisha tena kwa 100,000. Pigia Yesu wetu makofi. Haleluya. Wangapi wanapenda masomo ya kutoa? Ufunguke kwa jina la Yesu. Na nikija kuna watu watakuja kutoa ushuhuda. Malizia hapo, tumkate. Akaviweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa 4 maji. Wakajaza. Mtayamwaga juu ya sadaka ya kuteketezwa, juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakaongeza mapipa 4 tena. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya 3. Wakaongeza mapipa tena. Ukiyapiga hesabu 4 inakuwa tena ngapi? 12. Naona mambo
inatakiwa wewe kwenye biashara yako uwe na vitu ambavyo wengine hawaelewi. Ni vya kimadhabahu tu. Mungu akubariki, endelee. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu. Akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu jioni, Elia nabii akakaribia. Akasema, Bwana, Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Endelea. Unisikie Bwana, unisikie, ili watu hao wajue kuwa wewe Bwana ndiye Mungu. Ili watu hawa wajue, watu mnaofanya nao biashara wajue kwamba na kuabudu Mungu. Niinue Bwana, nipeleke Dubai, nipeleke China, ili watu wajue kwamba hata waliookoka wanaweza kupanda ndege na kurudi na kuleta mizigo. Niinue Bwana. Pokea kuinuliwa katika jina la Yesu. Pokea kuinuliwa kwa jina la Yesu. Nakumbuka wakati siku hiyo, miaka hiyo imepita, wakati huyu mhubiri anasema pokea uimbaji kwa jina la Yesu, nilikuwa nimekaa kama wewe. Nilikuwa nasema lakini nilikuwa nawaza hivi kweli kumbe nilikuwa napokea ndio mpaka leo. Pokea kwa jina la Yesu. Pigie Yesu wetu makofi. Sema amen. Sema amen. Mambo ya Mungu ni imani, hayaonekani lakini yanafanyika. Mimi ni shuhuda. Amen. Haleluya. Haleluya. Mama, ngoja tuwapishie hapo. Tuwape homework. Mtasoma Wafalme. Afu na ile ya kwanza ilikuwa 18. Unaona? Madhabahu hizi zimekutana hapo. Haleluya. Kasome yote. Lakini ninaamini kuhudumia watu sio masaa 10. Kuhudumia watu ni kile kiwango walichoelewa. Ukiona watu wameelewa na bado unazidi kuongea, basi wewe ni mbea. Haleluya. Yaani ukiona mtu anakuambia nimeelewa, ishia hapo. Haleluya. Sio anakuambia baba nimeelewa makosa yangu. Kwa sababu sasa unajua, kwa sababu ni kweli mume wangu nimekuelewa. Hiyo haitajitokeza tena. Ni kweli kwa sababu inapokuwa ni kweli baba wangu, sasa nimekiri kweli hapo nimekuelewa. Kwa sababu lazima baba. Jamani, mzee ameelewa. Chungaji, watu hawa wameelewa. Na kwa ishara ya kwamba watu hao wameelewa, wako wengine mioyo yao imepondeka sasa hivi hapa. Tuweke choo. Haleluya. Tuweke choo. Na utaonyesha ishara yoyote kwa chochote kwamba kuanzia leo mimi nitakuwa naishi na madhabahu. Haleluya. Fanya haya kwa imani, tumishi wa Mungu. Ungekuwa unahubiriwa na mtu ambaye ni maskini, ungesema anataka hela. Mimi ni mbarikiwa, mtumishi. Amen. Sio tajiri, ila ni mbarikiwa. Unajua mbarikiwa yuko ni yule ambaye akiamua leo ale samaki anaamua, akiamua ale nyama anaamua. Tofauti na yule ambaye analazimika kwamba sasa tufanyeje, tutumie hayo maharage. Hiyo level Mungu alishanitoa. Kama tuko pamoja sema. Sasa hivi watoto wangu nikiwapigia kwamba nimetua airport, wanauliza tukufuate na gari ipi? Haleluya. Tukufuate na gari ipi? Pigia Yesu wako. Sio tu unajua huko airport unajua tu itakayokuja ni gari nyekundu. Watoto wanakuuliza, maana wanaweza kuja kukupokea na gari ambayo hautaifurahia, japo yote ni magari yao. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, mimi mbarikiwa. Sihitaji, na hata utakachokitoa hapa ni cha madhabahuni, wala hutaniona tena nangojea huko nasema mzee vipi?
Haleluya! Pigia Yesu wangu. Tunayafanya haya kwa faida ya uzao wako na familia yako na kazi yako na biashara yako, ili uwe mwenye kupendwa, uwe mwenye kusikilizwa, uwe mwenye kufanikiwa, uwe mwenye kuepushwa, maana laana inakuwa haipo juu yako. Yaani unaweza ukashangaa mtu unaonyesha tiketi, wanakuambia shuka bwana, shuka gari hii. Jamani, mbona hata namba mama wewe? Vipi mama, unashangaa gari hilo limeondoka. Jamani, hiyo gari ndio namba ndio hii na hivyo. Nashangaa wanitaki kabisa. Baadaye unasikia kwenye news, ile gari hakuna hata mmoja aliyepona. Umebaki wewe na tiketi yako na kushangaa kwako. Pigie Yesu wetu makofi. Hiyo ndio nguvu ya baraka. Haleluya. 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 Kuna mtu, kama mliwahi kusikia miaka ya nyuma kule, kuna meli ilizama kwenye maji, ilikuwa inaitwa MV Bukoba. Kuna mama mmoja anasema ile, kwa sababu ilijaa sana, tulikuwa tunagombania. Anasema tukagombaniana. Sasa nilipoingia nimepata nafasi, nikashukuru Mungu. Nikashangaa kumbe mabegi nimeacha kule. Ikabidi nishuke, Mungu wangu. Kwenda kukimbia kuja na begi, nikakuta meli imeondoka. Nikasema hapana. Kwa sababu hii meli mara nyingi huwa inaenda Kimondo Bay. Kuna kwa mbele kuna sehemu panaitwa Kimondo Bay. Ile meli inasimama tena inachukua, yani imejaa, inachukua mizigo tena mingine. Yule mama akachukua taxi ikamkimbiza. Akaenda kuikuta kule meli. Akapanda. Haleluya. Haleluya. Akapanda na begi yake kwa umakini kabisa. Nikatoka tangazo, tunasikia kuna watu wamevamia, tumeongezeka na wanaonekana hata tiketi zao. Kwanza kuna mama ameingia hapa pamoja na vijana sijui wangapi, akashangana yeye atolewa na begi yake. Akatolewa mara ya pili, kifo kinamkataa. Kifo kikukatae kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Simama pale ulipo. Ingia kwenye pochi yako, tafuta kitu ambacho unahisi kuna kitu ambacho kitaenda kufanyika, kitaenda kuleta baraka. Fanya kitu katika madhabahu yako, na isiwe mwanzo na mwisho leo. Iwe ni mwanzo, lakini ni mwanzo wa wewe kuendelea kuwa mtoaji wa fungu la 10. Kabla ya yote, naomba nikuombee. Simama pale ulipo, naomba niombe na wewe, alafu ndio tuweze kutoa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Inamisha kichwa chako, funika macho yako. Inua sauti yako, sema Bwana Yesu, asante kwa kunifundisha. Nimegundua nimekuwa nikiabudu sanamu bila kujua. Kwa pesa zangu tangu leo madhabahu ulioiweka mbele yangu ndio itapokea. Sitafanya tofauti. Katika jina lako ninakemea roho ya ubairi ambayo imenivamia, inasababisha na kura mpaka fungu la 10. Shetani, achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Achia kazi zangu. Achia kazi zangu. Kuanzia leo madhabahu ya Bwana ikukemee. Uweza wa Bwana ukukemee kwa jina la Yesu. Kuanzia mimi mpaka uzao wangu ni wabarikiwa. Hakuna laana. Hakuna laana. Hakuna laana. Hakuna laana. Hakuna laana. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa dakika chache, hebu na wewe omba kidogo. Omba. Sema chochote kwa Mungu. Zungumza chochote unachosikia. Chochote unachosukumwa na Roho Mtakatifu. Chochote ambacho Roho Mtakatifu anakusukuma kiseme. Kama Mungu anakuambia sema hiki, Roho Mtakatifu anakuambia omba chochote. Kama ni kuomba msamaha, omba msamaha. Kama unajisikia kutubu, tubu. Haleluya.
jina la Yesu. Unaweza ukamwambia Baba, nimekuilia